Ukisikia jumba bovu limemwangukia mtu, ni hili hapa, limemwangukia Haji Manara. Haji Manara bwana amekutwa na sakata zito ambalo inasemekana inasemekana yeye mwenye kakili zimevuja voice note ambazo walikuwa wamekaa zaidi ya watu 10 huku wakidiscuss, yani ni umbea, wakiwa wanawasengenya watu. Amewasengenya watu ambao ni wakaribu kwake na ni watu ambao huenda wanamlipa mshahara. Mfano amemwongelea GSM ambaye ni bosi wake kabisa, anamlipa mshahara mzuri na kila kitu anachokitaka anaenda kuchukua kwenye maduka ya GSM. Ninanukuu kitu ambacho kimetokea kwenye ile voice note iliyovuja. Bwana, kitu cha kwanza amesema kwamba bosi wake anamlipa dola milioni 20 Aileen Uwoya, pesa ambayo hawezi kumlipa yeye. Akaongeza akasema kwamba pale nawasaidia, tunajitoa sana, hakuna kitu cha maana. Lakini pia akaongeza akasema kwamba Diamond bwana naye kuna muda anakaukiwa kabisa, anamuomba amkopeshe pesa. Diamond huwa anamwambia Bugatti, naomba unikopeshe milioni kadhaa za pesa. Kaongea kwenye voice note. Lakini pia akaongea akasema kwamba Alikiba hajui kuperform kwenye jukwaa, hajui kabisa, hayupo interested na jukwaa, yeye ni kuimba tu. Lakini hata hivyo ma DJ huwa wanamtia moyo, lakini pia mashabiki huwa wanamtia moyo na wanamdanganya kwamba anajua kwenye jukwaa, hajui lolote Alikiba. Lakini pia akaongeza akasema kwamba jamani, mke wa bosi wangu yale makalio, ile shepu sio ya kwake, kafanya surgery. Mengi ameongeleka guys, ni aibu ukiwa unamteta mtu jamani. Lakini pia kuna mtu ka comment kwa Haji Manara akasema hivi, ila kaka Haji ujifunze kitu, wabaya wako wamekuzunguka na hujui mbaya wako anatokea wapi. Why ujiachie kuongelea watu kwenye grupu la watu zaidi ya 10? Haji Manara akajibu akasema hivi, kweli dada, nilichokosea, lakini unadhani sijui nani kapeleka huo umbea? Jiulize mazungumzo ya ndani ya familia why yatoke baada ya talaka. Hiyo voice imelokodiwa Julai na Agasti, why leo muhimu? Nitakwenda kupreview na nitaenda kuwaomba msamaha, kuwaomba radhi watu wote niliowasema kwenye hicho kikao cha faraga. Mwingine akasema hivi, Bugatti yule mwanamke ni zaidi ya shetani. Mwenyezi Mungu akuepushe vingi, amekuepusha vingi kumwacha. Haji Manara anasema na hapa kwa jina la Mungu alibakia kuniwekea sumu tu kwenye chakula. Hapo anasemwa Zailisa guys. Zailisa naye bwana hajakaa kimya, amekaa kimya muda mrefu sasa, naye ameamua kubomoa, ameongea na yeye. Hebu ngoja tusome kwanza. Okay, ameandika hivi, Zailisa naye alikuwa anakaa kimya, hajawahi kuongea, lakini leo bwana kavunja ukimya, kaandika hivi, kukaa kimya na kuendelea na maisha yangu bila kukuongelea popote ndo ilikuwa nimepanga iwe lengo langu, na kawaida yangu nikitoka kwenye maisha ya mtu unatoka mazima, lakini naona baba unaanza kunichokonoa, unanizua, unanitafuta mno. Please, naomba uniache tafadhali. Mimi sio mwanamke wako wa kwanza, mpaka umefikia umri huo umeoa ndoa 6 na mahusiano yasiyokuwa na idadi maalum. Sasa kuachana na wewe isiwe tena nongwa baba, na kufanya shimo la taka. Mimi umenifanya shimo la taka kila linalokuja na uchafu wako wote unataka unitupie mimi. Zailisa kaendelea akasema hivi, nilikuwa bize kuwahudumia wageni, hata iko kibunge ulichokiandaa kwa kunanga watu nilikuwa naingia na kutoka. Leo hii kwenye kikao cha watu zaidi ya 20 uje useme Zailisa, mie Zainabu mimi ndo nimekurekodi? Tafadhali bana, mimi ningetaka kukurekodi na kufanya unayoyasema, wewe si ungechanganyikiwa? Mbona hayo watu wanayoyasikia ni madogo sana, na yajua mangapi? Hivi niamue kabisa kuuza habari zako, wewe si utakimbia nchi wewe? Mbona pale hujaropoka?
Zailisa akaongea akasisitiza kabisa, naomba kila mtu aendelee na maisha yake, tusifatane fatane. Umezidi bwana, na uache pigia watu wangu simu kutwa kunisiribia, wanakurudishia kwangu huku wananiambia kwamba unanisiriba, unanichafua. Umekutana na watu hawana uswahili kama wakwako, wanakuja kuniambia kila kitu unachokisema kila siku, kazi na umri bana. Unavyosema mimi ndo nimekurekodi na kunizulia kuwa nimekurekodi ili nipate kodi. Ala, jamani, mbona simple tu? Teknolojia imekuwa sana nowadays. Niko tayari kwa gharama yoyote ili kufuatilia hizo voices zimetoka kwa nani. Usitake kunitia ubaya mpya mara hivi mara vile, sitaki kiukweli. Yani unavyoiongelea hiyo talaka, kusema kwamba ilikuwa naitaka sana hiyo ndoa. Kwa unavyoiongelea talaka ni kwamba hiyo ndoa nilikuwa naitaka sana, kumbe Zailisa alikuwa haitaki ndoa. Sasa kama alikuwa haitaki ndoa, tujiulize alienda kufanya nini? Okay, tuendelee na kusoma. Shahidi kutwa ulikuwa unalalamika kuwa na kudai talaka kama wimbo wa taifa, na ni kweli kuishi na wewe yahitaji mtu jasiri sana. Haji Manara. Okay, akaendelea kaandika hivi, hebu niache bwana basi, kama nimeondoka na figo zako. Kitu gani kwani? Sihusiki na hizo voice jamani, naongea, sijawahi kurekodi. Alafu usichokijua umejiwekea kwenye kona mbaya sana mno. Una maadui wengi sana kutokana na mdomo wako mchafu. Watu walikuwa wanakuchukia, hadi mimi walikuwa wananichukia nilipoolewa na wewe. Alhamdulillah, nimetoka kwenye chuki za watu ambazo zilikuwa hazina sababu kwangu isipokuwa kwa sababu yako. Jifunze kuishi na watu, umri umeshaenda wewe. Kila mtu kwako mbaya, kila mtu unagombana naye, jamani, jitafakari wewe baba. Haya, tuseme mimi ndo nimerekodi, na alokutuma useme watu ni nani? Tena ulivyo huna uoga wala Hasani sijui huchagui hubagui wa kumsema hadi wanaokupa ridhiki. Kamdomo baba, kamdomo ni ya kwako ambao unaweza ukatembea nayo mwenyewe ukajidai. Popote pale unatembea nayo mfukoni guys. Kwa shilingi 50,000 unapata na GB 20 za bure, na kila mwezi unaweza kujiunga GB 10 kwa 10,000, GB 20 kwa 20,000. Guys, kitu kenye kako simple haka hapa. 50,000 popote hapo ulipo tunakuletea. Mikoa yoyote ukinipigia simu, tena kwa Dar es Salaam penyewe nakuletea mimi mwenyewe nyumbani kwako na kuunganishia na internet yako. Unakuwa mserereko. Ukiwa na haka ni mserereko. Ukiwa na hii ya familia sasa au ya kazi, sawa, hii ni unlimited. Mwezi mzima unatumia kwa shilingi 100,000 na 10,000, lakini hii tunakupa bure kabisa. Piga namba hiyo hapo nimekuwekea, nakuletea mwenyewe binti Kigoma, nakuletea, tunapiga na selfie.